Wakubwa shikamoni. Vijana kama mimi habari zenu. Mimi bwana na dili na watoto wa kiume. Tunarekebishana, tunaelekezana. Unapokosea tunakuelekeza uko siko. Fata kwenye njia hii. Haiwezekani wewe kijana unapotea mimi nakuona. Haiwezekani. Siwezi kukubali. Nitaongea kwa uchungu sana, lakini yani nitaongea kwa uchungu lakini nitakuelekeza kwa utaratibu. Kama utanielewa fresh, kama hutanielewa we ng'ombe, we nguruwe, we paka, shauri yako. Mwanaume mwenye akili timamu, nisikilize kwa makini. Mwanaume mwenye akili timamu hawezi kukaa na wanaume, hawezi kupiga story na wanaume kama sisi. Unazungumzia masuala ya kulemba geto. Yaani wewe mwanaume kabisa una akili timamu, unakaa na sisi eti unasema eti nataka ninunue TV, nataka ninunue godoro, ninunue sufuria, nipange chumba cha shilingi 15,000. Nimetoka kwenye chumba cha 10,000 nipange cha 15,000, alafu mwakani nitapanga chumba cha 20,000, mwaka ujao nitapanga chumba cha 35, mwaka ujao Mungu akinisaidia nitapanga chumba cha 50,000. Yaani wewe unakaa na wanaume kama sisi, yaani unajisifia ujinga, yaani unajisifia, yaani wewe unama chumba hiki, yaani wewe ufahari wako ni kupanga vyumba. Mwaka huu cha 10,000, mwakani cha 20,000, mwakani cha shilingi 30. Eti mara ninue shuka zuri nitandike pale, akija mwanamke anione mimi mwanaume. Sasa nikwambie kitu. Kama una tabia hizi wewe, yaani wewe ni mwanamke tu. Yaani wewe ni demu, wewe ni Zuchu, wewe ni Nandi, wewe ni Mobeto, wewe ni yaani wewe ni ng'ombe, fala, mjinga, pumbavu, mtenge, nyoko. Uwezi kukaa na wanaume unajisifia eti kutengeneza geto, hauna mpango wa kujenga. Mwanaume mwenye akili timamu anasema mwaka huu najenga nyumba ya pili, nanunua kiwanja, nanunua usafiri, namjengea mamangu nyumba, nafungua biashara. Yaani hivyo, yaani kuna mada za wanaume unakana sisi unatusimulia. Biashara yangu inaenda vipi? Yaani yule mwanamke alionizingua nimeachana naye, sitaki tena nizoee.